Kwanza ni aibu, sisi hatuombi kibali cha mkutano, tunatoa taarifa ulete ulinzi ili watu wasiumie, ama ikitokea vurugu uweze kuokoa wananchi, ufanye kitu kinaitwa protection ya public. Ndio kazi yako kwenye mkutano wa hadhara. Hii biashara unauliza kibali, unauliza kibali cha uwanja, umetoa wapi hayo mamlaka? Nani amekupa mamlaka? Sheria gani imekupa mamlaka? Ujasiri sio kubeba bunduki. Ujasiri ni kuibeba kweli katika moyo, sio kubeba bunduki. Hata jambazi akibeba bunduki anaogopwa, hata kichaa kibeba bunduki anaogopwa. Haui jasiri kwa sababu ya kubeba bunduki, unakuwa jasiri kwa sababu unaweza ukauishi ukweli. Sisi ni majasiri kwa sababu tunaweza tukamsema rais akikosea, makamu wa rais akikosea, waziri mkuu akikosea, Wambura bosi wako akikosea, na wewe ukikosea. Hatuogopi kwa sababu mna bunduki, hatuogopi kwa sababu mna magereza. Tunaogopa dhambi na tunamwogopa Mwenyezi Mungu peke yake. Ndugu zangu, mimi nimekuwa waziri kivuli miaka 10. Mshahara wa mbunge wa miezi 6 na posho ya mbunge wa miezi 6 ni mshahara wa OCD wa miaka 50. Nyie wenyewe ni watu wenye tabu, mna shida. Kelele zetu ni manufaa kwenu. Mishahara yenu iongezwe bila kelele zetu, maisha yenu yaboreshwe bila kelele zetu. Na ndio maana msingi wa vyama vingi vya siasa kwamba vyama vishindane kwa sera, chama kipimane kwa sera, wananchi wachague chama kwa sera. Chama kinaposhika madaraka kiweze kutumikia watu. Huyo mtu ni pamoja na polisi. Leo anawaambia viongozi wangu, wekeni hapo mkutano, na hapo kwa jina la Mwenyezi Mungu, hii taarifa nimechelewa kuijua, ungetuua pale. Biashara gani ya kuonana mabwege kila siku hii? Ndugu zangu, kazi ya jeshi la polisi, unaipa taarifa, inaleta ulinzi kuja kulinda, kwa sababu mnapofanya mkutano mnaita watu. Kwa vile mnaita watu, kuna kitu kinaitwa crowd management. Wao waje waangalie hapo palipoitwa watu, ikitokea jambo lolote waweze kuwa wa kwanza kuokoa, sio kutishia. Na ndio maana wakati wa Kikwete tulikuwa tufanye mikutano na polisi wakija na gia za kupiga mabomu. Polisi walikuwa wanakuja 2 watatu, wanasimama mkutanoni, wakiona labda kuna tatizo linataka kutokea, ndio wanapiga simu, OCD anaongeza kikosi kwa ajili ya kulinda watu na viongozi, sio kwa ajili ya kutisha viongozi na watu. Alafu unamtisha nani? Unamtisha nani? Samia anitishi, itakuwa wewe. Mchinga anitishi, itakuwa wewe. Unamtisha nani? Ndugu zangu, sikilizeni niwaambie watu wa Gairo. Hii kazi ni ngumu sana tunaofanya, na tunafanya kwa ajili yenu kabisa. Leo ni siku ya 6 na 7 tuko barabarani. Jana tumemaliza mkutano Mahenge. Tumetembea usiku kucha, tumelala Morogoro saa 8 usiku. Tumeondoka saa 3 Morogoro, tuko hapa. Kesho tuko Kilosa. Kesho kutwa Mvomero. Tukimaliza Mvomero sisi tunaitafuta Tabora. Tukimaliza Tabora tunaitafuta Kigoma. Kigoma turudi Geita, tu Dar es Salaam. Mimi nirudi tena tuanze mkoa mzima wa Singida, mkoa mzima wa Dodoma. Maana yake ni kwamba tunaishi barabarani kwa ajili yenu. Kabisa mimi naishi barabarani. Nikiyatafakari maisha yangu, mimi naishi barabarani na wenzangu. Hapo kuna wake za watu, wakina dada wako hapo, viongozi wanaishi barabarani. Yaani maana yake sina ratiba ya kuwa nyumbani kwangu Arusha katika miezi 2 inayokuja. Sina ratiba ya kuwa nyumbani kwangu Arusha. Na sifanyi hivi kutafuta ubunge. Sikuja hapa kutafuta ubunge. Bali yeye kuja hapa kutafuta ubunge.
Tumekuja hapa kuelimisha kwamba nchi hii ina shida, na bahati mbaya hata alichokuwa nakiongea Boni kwamba sisi ni maskini sana, tunaumia sana. Hamjui hata kama nyinyi ni maskini, kwa sababu umaskini mmeuhalalisha, mmefanya jambo la kawaida, mkautungia na misemo. Mmekuwa masikini mpaka mmetafuta misemo ya kuupa umaskini kampani. Aliyekunyima wewe ndio amenipa mimi, aliyeko juu msubiri chini. Mmeipa msemo maneno maskini, lakini unaangalia, unaona umaskini kwa macho. Na wakati mwingine hata tukihubiri habari ya umaskini, nyie mnashindwa kuelewa, kwa sababu hamjui tofauti ya maisha bora na umaskini. Ndio maana mtu akinunua bodaboda anahisi amefanikiwa na anaenda kutoa ushuhuda. Angalia bajeti yenu ya maendeleo ni bilioni 3. Bajeti ya maendeleo ya halmashauri ya Gairo hapa ni bilioni 3. Bilioni 3 ni dola milioni 1. Dola milioni 1 ni cheni ya kiuno ya Beyonce. Dola milioni 1. Dola milioni 1 mnapataje maendeleo kwenye idadi ya watu kama hawa? Mnajenga wapi barabara? Mnajenga vipi vituo vya afya? Ni lini wafanyakazi watalipwa vizuri? Ni lini mwalimu ataishi kwenye nyumba nzuri? Ni lini muuguzi kituo cha afya atakaa kwenye nyumba nzuri? Bilioni 3 kwa mwaka. Mnafanikiwaje na bilioni 3? Bilioni 3 ni dola milioni 1. Ni saa 3 za Rolex. Ndio bajeti yenu ya maendeleo. Hii ni pesa. Kama nchi hii ingekuwa na uchumi mzuri, ni pesa anatakiwa aingize kijana mmoja Gairo kila mwaka, dola milioni 1. Hela ndogo, elimu mbovu, huduma za afya mbovu, mishahara ya wafanyakazi ya chini. Watu wote wamekuwa maskini. Nenda barabarani hapo, kila kijana ni dereva pikipiki. Mnalima viazi, kiazi kitamu hiki hapa, ukipeleka soko la Marekani unaweza ukauza kiazi kimoja dola 5, kwa sababu kiazi kitamu Marekani ama Canada. Mimi familia yangu inaishi Canada, na nataka niwaambie mtu wangu, nipigie picha sasa hivi, nenda supermarket, viazi vitatu, na wala sio vizuri kama hivi, organic, dola 12 viazi vitatu. Hapa mnalima viazi. Tumekosa serikali ya wabunifu inaweza ikatengeneza soko la moja kwa moja la viazi vya Gairo vikauzwa soko la Marekani, soko la Ulaya. Wote hapo watu wakikuwa matajiri. Tunaongozwa na wapumbavu. Tumekwenda huko wapi? Huko Mlimba. Kutoka Ifakara kwenda Mlimba ni kilomita 150. Tumesafiri masaa 8. Barabara ambayo ungetakiwa usafiri kwa lisali moja dakika 10 kama uko ule miundombinu mizuri. Kule kila kitu kinaota, mchele unaota, kokoa inaota, mahindi yanaota, alizeti inaota, kila kitu kinaota. Lakini bahati mbaya na upumbavu wa CCM unaota. Hapa hii barabara ya Dodoma Morogoro ni kilomita ngapi hapa? 200 ngapi? Dodoma na Morogoro, kutoka Dodoma mpaka Morogoro 250. Ni masaa 2 gari yanatakiwa tembee, kama kungekuwa kuna highway nzuri. Ndugu zangu, hizi barabara kama hii kitembea masaa 2 Morogoro Dodoma, hapa katikati uchumi utakuwa, kwa sababu uchumi unakuwa kwa sababu ya speed ya kutembea. Uchumi ni transaction. Mimi nimetoka Dodoma saa 3, kuna magari barabarani, traffic, maskania, matraki hayatembei. Barabara nyembamba, yani unaweza ukabadilishana maji na mtu anakuja huko anaenda hivi, mnaweza mkapiga story, kama ni mke wako ukambusu. Barabara hivyo nyembamba, gari zinakwenda polepole, uchumi unakwenda polepole, uchumi unakwenda polepole. Na amwelewe maana ya hivi vitu. Hii barabara ni kilomita 250. Unatakiwa utembee kwa 140 kwa lisaa kama ni kwenye highway nzuri. Maana yake unatakiwa utembee masaa 2. Umetoka Morogoro umekwenda Dodoma. Maana yake unaweza ukapiga dili Morogoro, ukaja Dodoma hata mara 3
kwa siku, maana yake Gairo hapa katikati kungechangamka. Maana yake hivi viazi vingeweza kuwa vinachukuliwa, mtu anachukua hata kontena 2 anapakia kwenye ndege anapeleka kwenda kuuza Ulaya. Soko lingekuwa la ushindani, watu wangepata pesa. Tunaongozwa na wapumbavu. Nibaki na maisha magumu, maisha ya ajabu. Leo tunaambia kuhusu katiba mpya kwamba ndio msingi wetu wa kwanza wa fikra. Mimi niko tofauti, japokuwa ni muumini wa katiba mpya. Tukidai katiba mpya, tudai na mabadiliko ya fikra. Tusipodai mabadiliko ya fikra, nini kinakwenda kutokea? Nini kinakwenda kutokea? Nini kinakwenda kutokea? Nisikizeni kwa makini. Tutapata katiba mpya, lakini tusipokuwa na fikra mpya za ujasiri, kupenda haki, kupenda kweli, maana yake ni kwamba hata katiba mpya wataichezea. Kwa sababu hii ya sasa haiandika wizi wa kura, hii ya sasa haiandika watu watekwe, hii ya sasa haijaamrisha watu waishi maisha ya kimaskini. Wanafanya wao kwa sababu wewe ni mwoga. Usipoondoa uoga katika akili yako, inaweza ikapatikana katiba mpya, lakini uhuni ukawa ni ule ule wa katiba ya zamani. Kwani kweli tunataka katiba mpya, lakini swali la msingi, katiba mpya inaweza ikafanya kazi bila fikra mpya? Hii ya sasa wananchi wangekuwa ni mashujaa, wangekuwa sio waoga, wangekuwa wanatii kauli za kuchukua hatua madhubuti kwa ajili ya haki. Hii ya sasa bado tungeweza kuitumia, lakini tumeibiwa kura. Tuna wabunge bungeni ambao hawakuchaguliwa, tuna rais ambaye hakuchaguliwa, tuna makamu wa rais ambaye hakuchaguliwa, na tuna baraza la mawaziri la watu ambao hawakuchaguliwa, na nchi inaendelea kama kawaida. Unafikiri tatizo ni Chadema? Tatizo ni wananchi. Tatizo ni wananchi. Kazi hii ni muhimu tuendelee kuifanya sisi, tusijute. Mimi sitaki majuto katika maisha yangu. Sitaki nije niseme hivi ningalijua. Na ndio sababu namshukuru Mungu mpaka leo hii saa hii sina deni katika nchi hii. Nimefanya kila nilichoweza kufanya kwa ajili ya nchi hii. Nimeenda milimani, nimeomba kwa ajili ya nchi hii. Nimegombana kila rais wa kila awamu katika nchi kwa ajili ya haki. Nimetishiwa kuuawa, nimekoswa kuuawa, nimepelekwa lock-up zaidi ya mara 150 kwa ajili ya nchi. Nimepelekwa magereza mara nyingi kwa ajili ya nchi. Sina deni, na sifanyi kwa ajili yenu, nafanya kwa ajili ya Mungu, kwa sababu nyie hamna mpango wote, ni waoga. Oga. Ndio maana unakuta mwanaume amekuja kwenye mkutano, anasikiliza mkutano kule, anaogopa mtendaji. Mama, kama huyo ni mume wako, ukirudi nyumbani kampa dera, sio mwanaume huyo. Mwanaume unaisikiza kweli? Mwanaume mzima. Ndugu zangu, nani ameloga nchi? Tunaisaidiaje hili taifa katika mazingira haya? Juzi nimekwenda Ruaha kule. Tumefanya ukanda kule chini, kule kusini, kule Ruaha, Kilombero wapi. Wananchi wanalalamika kwamba wanashindwa kuvuna mazao yao. Tembo wanatoka porini wanaharibu mazao. Watu wanakuwa maskini, wanapanda mashamba, wanaweka mbolea, wanaweka mbegu, wanaweka mitaji, pesa nyingine wanakopa benki. Serikali imeshindwa kuwa na mkakati hata wa kutengeneza fence ya kuzuia tembo asiingie kwenye mashamba ya watu. Botswana na South Africa wamefanikiwa kuweka mipaka. Tembo huwezi kumkuta barabarani au kwenye shamba la watu, kwa sababu maisha ya binadamu yamepewa kipaumbele kuliko maisha ya mnyama. Leo tembo anaingia kwenye shamba la mtu, anakula eka 50 ya mtu, eka 100 ya mtu, anakula chakula cha mtu. Mpige huyo tembo afe. Utakuwa umefanya kosa kubwa kuliko kuua binadamu. Watu wanazidi kuwa maskini kwa sababu hata udhibiti wa wanyamapori ili kulinda maisha ya watu, kulinda mitaji ya watu, kulinda mashamba ya watu imeshindikana. Kila mahali kuna kilio, na umaskini unazidi kuongezeka. Jana nimesema kule Mahenge, na leo nasema hapa,
RPC Tabora amefariki. Ndugu zangu, ITV wakaposti na mitandao mbalimbali ikaposti. Kabla sijakwenda kuongea kwenye mkutano wa hadhara, nikawa nasoma maoni, comment, na nikawaambia polisi mkasome comment. Unaona jinsi watu wanavyofurahia kifo cha polisi. Maneno, unaona watu, serikali inawachanganisha polisi na wananchi. Mnatumika kuumiza wananchi. Polisi alikula kiapo cha kulinda raia na mali zake na katiba ya nchi na sheria, ndio kiapo cha polisi. Lakini polisi amefundishwa kuwa mtu mbaya, na badala yake chuki inatoka kwa wananchi inakwenda kwa polisi. Ndugu zangu, chuki ya polisi na mwananchi haitamsaidia polisi, haitamsaidia mwananchi. Pamoja na hali yoyote iliyopo nchi hii na ukatili wanaofanya jeshi la polisi, bado tunahitaji polisi. Chuki imejengwa, na hii chuki inakuwa, watu wanaandika, Mungu tunakushukuru kwa kidogo, sasa tunaomba na kikubwa. Jamani, leo sherehe wapi? Nilikuwa nile ugali, sasa leo nitakula pilau. Jamani wanangu, tukutane baagani tunywe pombe. Watu wana cherish polisi. Ni kazi, is a normal work. Hakuna kazi ya maana duniani kama kazi ya polisi, firefighter, jeshi, kwa sababu hawa wamekula kiapo cha kufa kwa niaba yako. Kiapo chake ni kwamba hapa ikipigwa risasi anatakiwa yeye achukue hiyo risasi kwa niaba yako. Lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi imewafanya wamekuwa vituko katika jamii, wanachukiwa na watu. Hatari yake ni nini? Siku jamii ikichukia zaidi, inaweza ikatokea mtafaruku mitaani. Ikitokea mtafaruku mtaani, yule polisi aliyepaswa kuwa msaada hatakuwa msaada, hatakuwa ni mawindo. Itatokea ugomvi kati ya vyombo vya usalama na wananchi. Maana yake mnapoteza msingi wa nchi na taifa. Wapumbavu, hawafikirii, hawaoni. Sikiliza mitandao yenu na comments za watu dhidi ya jeshi la polisi. Na niye mnalaumu wasa ingine. Mnasema hawa polisi, Mheshimiwa Lema, ni wakatili. Wamefundishwa ukatili. Polisi ambaye amesimamia wizi wa kura, unamshtumu vipi? Akikukuta na hela akakunyang'anya hela, bosi wake anampigia saluti, ni mwizi. Sijui kama mwenyewe nachoambia. Yaani huu polisi anaona wizi wa kura unafanyika, anadhibiti wizi wa kura ufanyike. Na wengine Dar es Salaam wakati wa uchaguzi walimwambia wameshikwa na kura feki. Huyu polisi sasa amepitisha serikali iko madarakani. Baadaye unamwambia polisi hivi, polisi kuwa mtii. Anamwambia polisi kuwa mtii, polisi anajua mimi nimemuingiza madarakani kwa njia ambazo sio halali. Polisi anakukamata wewe, umeuza dhahabu zako, una pesa mfukoni, anakushika kama ilivyofanyika Mtwara, anakupiga roba, anachukua na anakupa kesi ya uongo. Mnasema huyo polisi ni mbaya sana. Sio mbaya sana, amefundishwa na baba yake ambao ni utawala. Sasa unanchi aina gani? Polisi anatakiwa awe na sura utakatifu. Nchi kama Canada, ukiwa na mtoto ni polisi, familia inajivuna. Nchi kama Norway, familia inajivuna. Ukienda kwenye hiyo familia, unatajiwa watoto wa hiyo nyumba, alafu wazazi wanakuambia also my son or my daughter is a police officer. Ni heshima, ni sifa, kwa sababu mtoto wake amekula kiapo cha kulinda watu wengine kwa uhai wake, na ndio sifa ambayo polisi wataka kuonekana. Ndio maana mwanajeshi Marekani Marine akienda hata kama ni supermarket ama kwenye uwanja wa mpira, akionekana MC akamwona, unasikia naamrisha watu wote wasimame, anakuambia jamani stand up for Marine, alafu anampigia makofi. Wanasema huyo mtu ni mtu muungwana, amevaa combat kwa ajili ya kulinda uhai wetu. Leo mimi nikutana na polisi usiku na kuwa na wasiwasi kuliko kukutana na mtu wa kawaida amebeba panga. Sasa hali ni mbaya, chuki ni mbaya, na sio wote wa polisi unafikiri, sio wote hawa chini hao. Ndugu zangu, hao wanaambiwa tufanyeni hivi, mishahara midogo. Unakuta kijana hapa ana ndoto ya kuwa na maisha bora, lakini hawezi kuwa na maisha bora, analipwa hela ndogo, lakini anatumikishwa usiku na mchana.
Wao ukienda kulala yeye kwenye gari anatembea usiku na mchana. Na polisi, jiongezeni. Kataeni dhulma. Kataeni kuonea watu. Ni sababu kubwa mbele za Mwenyezi Mungu. Ukifukuzwa kazi kwa sababu umekataa kuonea watu, Mungu atafungua mlango mwingine pengine na utakuwa mkubwa kuliko kazi ulionayo hiyo. Suleiman alikuwa na kila kitu. Mfalme Suleiman alikuwa na utajiri kuliko tajiri yote duniani. Sasa alikuwa ni mtu mwenye hekima sana. Torati inasema alikuwa na wake 700 na mademu 300. Masulia si mademu, yani mademu, masulia ni mademu 300. Jumla Suleiman alikuwa na wanawake buku. Sababu zote zilikuwa zinauzwa kwake, na alikuwa ndio mfalme mwenye hekima kuliko ufalme wote. Suleiman wakati anakufa, na mimi hili neno limebadilisha sana mtazamo wangu kuhusu maisha. Sana. Wakati Suleiman anakufa, Suleiman anasema, nimetazama dunia na kila kitu. Kila kitu ni sawa na kujilisha pepo na ubatili mtupu, isipokuwa kula, kunywa na kufurahi. Unaumiza mtu upate cheo, halafu iweje? Halafu unaweza kuoa mtu upate pesa, halafu. Tungekuwa tunataka hivyo, leo mimi nikitaka cheo ama biashara yote serikalini na kuwa mpumbavu hapa na kuwa chawa. Mama anaopiga mwingi, mama. Hakuna kama mama. Na kuwa fara tu kidogo hapa. Na kuja nachukua tenda hapa. Hakuna heshima kubwa kama kuteseka kwa ajili ya hutu na haki. Ladha yake na furaha yake haipimiki, kwa sababu si kila mtu anayo. Ina testi ya tofauti. Kuwa askari ambaye hauwezi kupigia saluti ubaya. Unamwambia afande, chukua uniformu yako, nitaenda kulima viazi. Ukienda kulima viazi utakutana na mkono wa Mungu, utafungua njia nyingi. Mimi nilitakiwa niwe mbunge wa Arusha mjini wakati wa Magufuli. Nilikataa. Wanaibembeleza viongozi wote. Mheshimiwa mzee anakutaka mzee gani? Kasema huyu hawezi kuwa kiongozi wangu. Nikatishiwa. Nikafukuzwa bungeni mwaka wa karibu miaka 2 jumla. Hawanilipia hata madeni yangu. Benki ikaandika barua inataka kushika mali zangu, bunge limekataa kulipa mali zangu. Kipindi hiyo katibu mkuu wa CCM akanipa ofa kunilipia zaidi ya milioni 400. Nikakataa. Wakanitisha, wakaniteka, wakanipeleka porini, wakataka kuniua, nikakataa. Tunakwenda karibia na ubunge, wakaniambia utashinda ubunge kama ugombani kwa CCM. Magufuli amesema hatutafanya kura ya maoni ndani ya CCM, anakupitisha moja kwa moja. Nikasema huyo hawezi kuwa mimi kiongozi wangu, sitaki. Wakanitisha, nikamwambia mimi sio blue band kwenye shelf. Nikatoroka nchi. Nimetoroka nchi, nikakamatwa Kenya kwa oda ya rais kutoka Tanzania. Nikakamatwa na serikali ya Udoma, komando wa Kenya wanatoreki. Nikakamatwa na familia yangu wote. Mke wangu alitaka kufa na hati hatari. Baada zikaendelea kufanyika bidii, rudi tufanye kazi pamoja, achana Chadema. Nikakataa. CCM kitu mlichokifanya kwangu na msimamo uliosimama nao mbele ya haki, mmenifungulia njia ambazo singefunguliwa na mtu yote hata kama ningekuwa waziri. Mmenifungulia njia nyingi sana. Na ndio naamini ile neno lasema nilikuwa kijana na sasa ni mzee, sijaona mtoto wa mwenye haki akiomba chakula. Jaribuni kuishi maisha ya uadilifu na utakatifu. Msitafute unaonea watu ili upande cheo. Yaani unaonea mtu upande cheo, alafu Suleiman alikuwa na mademu buku, sijui hata alikuwa amefunga nyeleta kiunoni, lakini anakufa anasema kila kitu ni ubatili na ni sawa na kujilisha upepo isipokuwa kula, kunywa na kufurahi. Mwasisi wa kampuni ya Apple, hizi simu hizi, Steve Jobs, wakati anafariki, anaumwa kansa, aliita madaktari wote bingwa duniani.
wamwangalie kansa, wakamwambia uponi. Akatoa naye kauli kubwa sana, akasema katika maisha jambo la msingi ni afya, furaha na unyenyekevu. Sasa ndio RPC amekufa. Heshima gani? Unaweza kukuta yule RPC maskini wala hatakuwa mkatili, ila alikuwa chini ya mfumo unaofanya ukatili. Angalia watoto wanasema yale maoni kwamba Mungu bado kikubwa, asante kwa hichi kidogo, wapi sherehe? Maana kuna chuki kubwa kati ya polisi na wananchi. Na ndugu zangu polisi, nyie ni wachache. Hawa wananchi siku wakipata hasira ya kikamilifu wakaondoa uoga, maisha yenu yatakuwa ni magumu, na tukifika huko hakuna atakayekuwa salama. Na ndio sababu nasema nyie ni muhimu katika taifa, ni muhimu katika ulimwengu. Badilikeni, acheni kutumika vibaya. Lakini tukipata katiba mpya, pengine IGP atateuliwa, lakini atakuwa anasimamiwa chini ya bunge. Tutakuwa na tume ule uchaguzi, wabunge watashindana, kutakuwa hakuna wezi, na wabunge wakishindana kukawa hakuna wizi, maana yake itabidi mbunge anapokuja kwa wananchi afanye utafiti wa sera, afanye utafiti wa ilani, aje aongee kitu ambacho akishindwa kukifanya mwaka unaokuja uchaguzi watamuondoa madarakani. Usipotengeneza balance ya aina hiyo kwamba watu wanashindana, utashindwa kutengeneza balance ya watu kushindana katika kufikiri. Ili taifa liweze kwenda mbele, lazima uwe na jamii ambayo inashindana kufikiri na kuwaza. Ukiwa na wizi wa uchaguzi, unazuia zana ya kushindana kufikiri. Ukiwa zana ya kushindana kufikiri, ndio unapata wabunge wapumbavu kama walioko bungeni, mama anaopiga mwingi, mama 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 mama, kwa sababu hawawezi kufikiri juu yako wewe, kwa sababu uchaguzi unaokuja hauhusu ushindani, kwa sababu uchaguzi unaokuja bunduki zitaamua uchaguzi, fujo itaamua uchaguzi. Hakuna ushindani. Hakuna kitu kinasababisha jamii kuwa jamii ya fikra kama kuwa na demokrasia ya ushindani. Ndio maana nchi kama Marekani wagunduzi wanatokea kila siku, Israeli ambayo inaongoza kwa demokrasia, India, kila siku kuna ugunduzi wa vitu mbalimbali duniani, kwa sababu una jamii ambayo iko huru na inashindana katika kufikiri na kuwaza. Leo nilikuwa nawaambia viongozi wangu kwenye kikao cha kamati tendaji ya Ulaya, imefika mahali leo mabunge ya nchi nyingine na serikali za nchi nyingine haziwazi barabara, haziwazi hospitali, haziwazi hivyo vitu vimeshaisha miaka 100 iliyopita. Wanawaza ustawi wa maisha ya binadamu. Taifa kama Marekani limetoa pesa kwa wanasayansi, wanafanya utafiti wa kuzuia binadamu kufa, na watu wamefungua kampuni Texas kwamba sasa hivi mtu akifa unaweza ukamhifadhi. Kuna kampuni nasema mpaka mwaka 2040 na 50 watakuwa wamepata dawa ya kufufua maiti. Angalia ayo ukubwa huo wa mawazo. Alafu sisi hapa amesema Boni bado tunajipanga barabarani, tunawatoa watoto shule, polisi wanapigia saluti moto. Si kama mnaelewa? Mnaelewa? Ndugu zangu, ngoja kwanza hela yangu inaanguka, mfuko unatoboka. Mimi mangi. People, si mkatoa shuhuda hela zangu. Hiyo inasababishwa na nini? Ushindani wa mawazo. Na ushindani wa mawazo unaopata kwenye siasa. Leo mbunge wenu angejua katika uchaguzi unaokuja kutakuwa na ushindani wa kufikiria. Hizi hoja zinasema Boni hapa za ubadhirifu, angekuja kuzisema kabla hatujafika, kwa sababu wanajua zikisema na watu wengine nitashindwa kete katika uchaguzi unaokuja. Asa wameua ushindani wa mawazo. Ndio maana nchi haiendi mbele. Wewe jiulize, Morogoro ni kama kikapu cha chakula cha nchi. India inauza 40% ya mchele wote duniani. India 40%, trillions of dollars. Bonde la mto Kilombero ukiwapo Israeli, Tanzania nzima nyewe mnalala, akiwemo Samia, Nchimbi, Mwigulu, mnalishwa miaka yote mpaka mnakufa. Lile bonde Waisraeli kule ni jangwa, wanasaga mawe kupata udongo. Ni nchi inaongoza kuuza chakula duniani kwa sababu ya akili.
Akili haiwezi kupatikana katika taifa ambalo linaua nguvu ya ushindani na udadisi na kujadili mambo. Hauwezi pata akili. Akili inapatikana pale ambako unakuwa na taifa huru, ambako kunakuwa na mijadala, watu waogopi. Watu waoga hawawezi kuwa wabunifu. Uoga unaua innovation. Na ikiua innovation ndio mnabaki hivi mlivyo hivyo. Kuja hapa mkuu wa wilaya, ndio zangu mimi ndio mkuu wenu wa wilaya. Nimekuja hapa kuwahimiza matumizi ya kuvaa kondom. Ndio nilizao za kifarafara hizo. Unajiuliza hapa kuna kiazi kitamu organic. Kilo moja hicho kiazi $12 Canada, $12 Marekani. Yaani serikali imeshindwa kuwa na mkakati wa kutafuta soko la viazi. Na huo mkakati unawezekanaje? Hakuna barabara. Nani anakwenda leo Mlimba kokoa inapanda. Mimi nimefikiria. Nilikuwa namwambia mtoto Moses, mimi naweza nikaishi huku kwa sababu nimegundua mpaka ndizi mshare inaota. Kimalindi kinaota, kokoa inaota, kila kitu kinaota. Lakini nilivyofikiria miundombinu, nikasema huku ukiumwa malaria, hata katika huduma haraka haraka ikaja ambulance. Kutoka hapo Mlimba mpaka ufike Ifakara. Ifakara hoja itafuta hospitali kubwa, umekufa hapa katikati. Kwa sababu hakuna miundombinu. Kungekuwa na barabara bora, pana, kubwa, vijana wasingekimbilia mjini. Wangeenda vijijini, wakalima kokoa, wakalima ndizi, wakalima mpunga. Na kwa sababu wangeenda kule, wakajenga kule, serikali ingepeleka shule, ingepeleka hospitali, kungekuwa na miji midogo mingi mizuri kama ilivyo Ulaya. Ungepunguza idadi ya watu Dar es Salaam wasiokuwa na kazi, ungepunguza bodaboda barabarani, ungepunguza mama ntilie barabarani. Tunaongozwa na maboya maboya. Na sasa hatari kubwa ni nini? Hatari kubwa inayokuja nini? Sikizeni. Kuna sheria wanapeleka bungeni ya kwenda kuongeza kifungu kingine cha pesa ili serikali iwe inaweza kukopa pesa moja kwa moja benki kuu. Na kuhakikishia, maana yake unajua nini? Mnakwenda kuwa kama Zimbabwe. Nikisema kama Zimbabwe mwelewi, hali nchi hii inakwenda kuwa mbaya kuliko unavyoweza kuimagine. Maana yake mzunguko wa fedha umekuwa mdogo. Benki kuu ikianza kuikopesha serikali pesa moja kwa moja, maana yake ni kwamba uzalishaji nguvu ya uzalishaji itapungua, kwa sababu serikali itakuwa encourage uzalishaji, kwa sababu itakuwa na access ya kukopa pesa benki kuu moja kwa moja. Ikichukua pesa benki kuu moja kwa moja ikaingiza kwenye miradi yake ya maendeleo, wakati uzalishaji hakuna, itatokea kitu kinaitwa inflation, mfumuko wa bei. Mtakuja kununua hapa sukari kilo moja shilingi 100,000. Wanaenda kuua nchi. Benki kuu tunatakiwa kuwa chombo huru, sio chombo kinachoingiliwa na serikali. Na ndio maana maamuzi ya benki kuu kama Marekani, huwa chairman wa Central Bank ya Marekani anakuwa na maamuzi kuliko rais, kwa sababu ukicheza na benki kuu unacheza na uchumi. Ukiruhusu benki kuu serikali ikope pesa benki kuu, unaenda kusababisha mfumuko wa bei, unaenda kuua uzalishaji, kwa sababu serikali haitajikita katika ubunifu wa kutafuta mipango ya uzalishaji ili kusanye kodi. Ikitaka pesa ya maendeleo inaenda kuchukua benki kuu, hali itakuwa mbaya. Na wanafanya hivyo kwa sababu hawana pesa, wana vikwazo vya kiuchumi, na hawajui namna ya kutoka kwenye hivi vikwazo, kwa sababu wamezungukwa na watu wasioweza kufikiria, watu ambao hawana exposure, watu ambao hawasomi, watu ambao hawajui dunia inabadilika. Hali inazidi kuwa mbaya sana, mbaya mno, na mimi naogopa tunakuelekea. Hawa polisi watakosa mishahara, manesi watakosa mishahara, na kama mjakosa sasa hivi amlipi ration. Tunapokuja kupiga kelele hapa, tunapiga kelele kwa ajili ya nchi. Sasa kelele zinapigwa, wananchi hawaridhiki. Mitandaoni huko kuna watu wanaandaa nini? Maandamano. Wengi wanaandaa maandamano, na mimi nasikia mitandaoni huko. Polisi, IGP Wambura, sikiliza. Hao watu wanaandaa maandamano, mbona namna kulikabili jambo hili ni rahisi sana? Mmepeleka wapi maarifa? Waulize wanataka kuandamana lini,
saa ngapi, wanaanzia wapi, wanaishia wapi. Peleka polisi wawalinde, maliza idili, maliza idili. Sisi tulikuwa wakati Samia anaingia madarakani, chama chetu kilita maandamano, Chadema kilipoita maandamano, polisi walikuwa wanatulinda tunapoanzia na tunapoishia. Hakuna mtu mmoja alipoteza simu. Sasa kwa nini kama hii sio dili yenu ya kuatisha hao viongozi wenu wa juu ili mpate pesa? Hawa watu wamesema tutakuwa na maandamano tarehe 7. IGP toka sema sawa, hao wanaandaa maandamano tuwajue, na mtuambie ni mikoa gani, sehemu gani, mnaanzia wapi, mnaishia wapi, tutawalinda. Maliza dili. Kama unataka kumaliza dili, unatengeneza pressure maksudi ili muonekane mnamlinda huyu rais wenu, muonekane mnamlinda nchini, waone nchi imevimba, kuna pressure kubwa. Hii pressure unaimaliza hizi, waambie mnaanzia wapi, mnaishia wapi na mnataka nini, alafu walinde. Ukishawalinda wacha warudi nyumbani, biashara imekwisha. Sasa kinachotokea nini? Wanatengeneza pressure ya maandamano. Polisi inasaidia kutengeneza pressure ya maandamano. Naambiwa Arusha wanapita JW barabarani, wanafunika uso. Hizi taarifa zinakwenda Marekani, zinakwenda Uingereza, zinakwenda Ulaya. Huu mwezi wa 7 unaokuja ni mwezi wa utalii, inaitwa high season. Hizi taarifa za maandamano zikienda na nyinyi mkiendelea kuzipa pressure, wazungu wana cancel kuja Tanzania, insurance za ndege zinapanda, insurance za utalii zinapanda, wanaamua kwenda Kenya. Tunapoteza fedha ya utalii kwa sababu tuna watu wawazi vizuri. Sijui mmenielewa? Hivi mimi nimesema nataka kufanya maandamano. Maandamano kisheria haruhusiwi kwa sababu ni haki ya raia na haki katiba. Polisi sema hivi, tunataka tujue nani anaorganize maandamano, mnaanzia wapi, mnaishia wapi, tutawalinda. Kama wanaanzia Dar es Salaam Mlimani City wanakuja mpaka Mnazi Mmoja, weka askari wa usalama barabarani, wazuie magari, watu waandamane. Wakifika pale wacha waseme, watawalije kwa amani. Unakuwa umeshinda game. Sasa wao ndio wanaongeza pressure. Wanasema tuna taarifa, tumesikia wanapanga kufanya hivi, wanapanga fujo, wanapanga hivi. Zile taarifa siku hizi dunia imebadilika, zinageuzwa na AI. Wazungu wanasikia moja kwa moja, makampuni ya utalii yanapata notification, mabalozi wanatuma notification kwa nchi zao kwamba kuna maandamano yamepangwa, na polisi wanasema maandamano haya yatakuwa ni mabaya sana, yanaweza kusababisha mauaji. Watalii waje. Nchi hii inategemea fedha za kigeni 57% mpaka 50% kutoka kwenye utalii. Maana yake ikikatika kwa 20% na mmeshakosa misaada, mna hali mbaya, maana yake nini kinatokea? Uchumi utakwenda chini. Tunawafundisha, hatuwapendi, lakini tunawapa akili, kwa sababu mkipatia ndugu zetu watakuwa na maisha bora na sisi tutakuwa na maisha bora. Kwenye maboya chukueni ufahamu. Sasa nini kimeendelea? Waislamu mko hapa na mko wengi, najua Gairo Waislamu ni wengi. Nisikizeni Waislamu, dini yenu ni dini ya haki. Msimtetee Samia kwa dini yake. Hatumsemi Samia kwa dini yake, tunamsema Samia kwa nafasi yake, kwa cheo chake na mabaya yake. Leo nimeona kwenye mtandao kuna mpumbavu mmoja, anaitwa Shebe Mtoto, mpumbavu. Kama ni baba yako, nimesema baba yako Shebe Mtoto ni mpumbavu. Mmemwona? Anasema, huyu huko nyuma alishawahi kusema hivi, waandamanaji wakitoka, sisi tuna kikundi, tutakata watu vichwa. Hakuitwa polisi, hakuhojiwa, hakushtakiwa. Karudia maneno hayo. Anasema waandamanaji wa tarehe 7, sisi tuna kikundi cha watu ambao wanatembea mpaka juu ya kamba. Amezungukwa na watu wengine, mashehe wengine. Wanasema sisi tuna kikundi chetu, kwamba tutawaonyesha, tutakata watu vichwa. Usalama wa taifa wamemwona, polisi wamemwona, Wambura kamuona, jeshi limemwona. Huyu mtu anasema anayeenda kwa kivuli cha shehe, anasema na kikundi cha kukata watu vichwa. Kwa nini achukuliwe hatua? Wasiwasi wangu ni huu. Samia, Mama Abduli, huyu shehe angekuwa ni Mkristo,
amesema hayo maneno, kanisa lake likifungwa. Kanisa lake likifungwa. Gwajima alitetea, Gwajima alisimama kanisani kupinga mauaji na utekaji, mkafunga kanisa. Kuna shehe anasimama anasema atakata watu vichwa. Shehe anasimama anasema atakata watu vichwa, achukuliwe hatua. Tusemeje? Kwa sababu rais ni Muislamu? Tuseme hivyo kwa sababu rais ni Muislamu? Mkristo gani anaweza kaongea maneno alafu leo kanisa lake likawa wazi? Mkristo gani? Sasa mnafikiri hiyo ni mbinu ya kusaidia nchi kuwa salama? Polisi wapo, vyombo vya ulinzi na usalama vipo, ndivyo ambavyo vina wajibu wa kuzuia na waandamanaji kama waandamanaji wanapanga fujo siku ya kuandamana, lakini sio taasisi kingine. Sasa wale wakitokea wanasema watakata watu vichwa, wanaita vyombo vya habari. Ndugu zangu, tunapeleka taifa kwenye udini. Na ukitaka kujua jambo hili ni kubwa, angalia kinachoendelea Zanzibar. Angalia kinachoendelea Zanzibar. Upumbavu unafanyika Zanzibar huwezi kufanyika hapa. Usiku watu wa bara wa Kariakoo wakianza kuwafanyia Wapemba pale Kariakoo, kinachofanyika Zanzibar nchi hii itatawalika. Na isipotawalika, Zanzibar ina Waislamu wengi 99%. Itatokea vita na uhasama wa kidini. Hawa pumbavu hawaoni mimi. Hawaoni. Sasa wewe shamba pepo, yoyote aliyekutuma kwa jina lake, kwa cheo chake, kwa pesa zake, naye ni mpumbavu kuliko wewe. Pumbavu kuliko wewe. Kasa tunaikata nchi, tunaharibu nchi. Leo tunaanza kuongea lugha eti kwamba hawa wanampinga Samia kwa sababu ni Muislamu. Tulimpinga Magufuli, alikuwa ni Mkristo. Tulimpinga Mkapa, alikuwa ni Mkristo. Tunamsema Nyerere, alikuwa ni Mkristo. Lissu amepigwa risasi. Lissu ni Mkatoliki, Magufuli ni Mkatoliki. Lissu amepigwa risasi wakati Magufuli akiwa madarakani, na sio IGP Mkristo akiwa madarakani, na Kipilima mkurugenzi wa usalama wa taifa Mkristo akiwa madarakani. Tumetafutiwa, tumefunguliwa kesi nyingi Wakristo wakiwa madarakani. Tutamkemea yoyote bila kujali dini yake, bila kujali dhehebu lake. Ukiwa mwizi, tutakuita mwizi, na udini hautagawa nchi. Angalia. Na huku mnafatwa. Ali Hapi alikwenda msikitini Singida, anasema wale Chadema wanampiga vita huyu mama kwa sababu ni Muislamu. Kipindi kile cha mambo ya bandari, Ali Hapi akaenda msikitini. Ndugu zangu, hayo mambo hayawezi kufanywa kanisani. Hatari yake ni nini? Sisi sio wajinga, tunaona. Mimi ni Mkristo, tunaona kwamba hapana, haiwezekani mtu akaita vyombo vya habari akasema atakata watu vichwa, alafu kaniambia, alafu asishikwe, asiojiwe, ukaniambia jambo lina watu wazima. Na mtu yote mzima ambaye anaruhusu upumbavu ni mpumbavu. Mnagawa nchi, mnaharibu nchi. Polisi wapo, usalama wa taifa wapo, jeshi lipo, ndio vyombo vya ulinzi na usalama vinaweza vikakabiliana. Ukianza kuleta vikundi vingine, maana yake unakwenda kutengeneza kitu kinaitwa civil war. Hivyo vikundi vitaanza kugombana. Sasa Shehe Mwaipapo akigombana na kikundi kingine, hicho kikundi kinajikuta kina Wakristo. Ni vita ya udini inazaliwa, na vita ya udini ukizaliwa hakuna mshindi katika hiyo vita. Wewe mpumbavu wewe, na kuonya watu wengine waweza kusema hivi. Mimi nasema sababu mpango wangu mkubwa duniani ni kifa niende mbinguni. Nasema hawa ni wapumbavu. Sasa ndugu zangu, watu wa Gairo, kwa sababu mwenyekiti wa wilaya hawakutaka huo mkutano ufanikiwe, mimi nakupa ofa, njoo. Sasa sikiliza, dawa msela ni kwa msela zaidi yake. Dawa msela ni Mheshimiwa Boni. Ngoja tugundue huu ndio mkakati wa sasa. Si mmeleta noma hapa, mmetunyima uwanja. Baada ya zikoko yote, tengeneza kata 10. Mimi nitashuka na wajumbe wa kata 10 mashine 10 hapa. Tutagawana hizo kata.
Subiri, dawa ya msela ni kuwa msela zaidi. Ni hivi, tutakwenda kwenye kata zote, tutapiga jaramba hapa. Yaani ikiwezekana mimi nitaoa hapa. Natania wewe. Mama mimi angalia. Mama, mke wangu uko Canada kwa anaangalia asia kaleta namba. Je, mwafikia ni kama mtoto mke wangu bwana. People, nakupa ofa mikutano 5 mpaka 10. Tukimaliza mzunguko, Sugu atakuja hapa. Dickson atakuja hapa. Bone atakuja hapa. Mimi nitakuja hapa. Tutakuongeza na majembe mengine kama 3. Tutakusaidia na pesa ya kufanya mikutano kwenye kata. Dawa ya msela ni kuwa msela zaidi yake. Sikiliza. Ama nikupandishie chopa. Helikopta hapa siku 2 hapa tumemaliza tumeondoka. Siku 2. Kwani nini? Ya kwa sababu ina kera hii sio? Hiyo ofa chukua, ifuatilie. Mheshimiwa Boni, dawa yao sasa hivi ni nini hawa? Wanazingua mjini, tunawafuata vijijini. Wakizingua sebuleni, tunawafuata chumbani. Wakizingua jikoni, tunawafuata chooni. Watatulia tu. Watatulia hawa. Yaani mimi hizi noma ndo napendaga hizi. Yaani mimi ninapopenda kuipinga serikali na wasiwasi hata Chadema ikichukua nchi. Leo nikaambia CCM ili niwapinge Chadema. Yaani hizi watu wengine hili swala letu hili. Sio jamani? Sasa watu wa Gairo. Ili chama chetu hakina ruzuku. Na ili tuweze kuendelea mbele tunahitaji pesa. Mmesikia kuna kitu kinaitwa Tonetoni. Tonetoni ni namba ya chama kuchangia pesa. 2015 kuja na 20 chama chetu kulikuwa na ruzuku karibu milioni 350 kwa mwezi. Sasa hivi hatuna hata shilingi moja. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya fedha. Bali ni makamu mwenyekiti wa kamati ya fedha ya taifa. Sisi ndio tumepewa jukumu la kutafuta fedha ili chama kiweze kutembea nchi nzima. Na tuliahidi hivi tutatafuta hiyo fedha. Na tulivyosusia uchaguzi nyewe mlifurahi kwamba tumekataa kuwa wapumbavu, si ndio? Sasa ndugu zangu nawaomba. Tunaomba mchango wenu hapa. Kama una pesa nipe 5. Usimaindi, potezea. Lakini una 100, una 1000, una 2000, 5000. Tupate pesa. Ile gari ya katibu hili imekuwa ikitembea kwa pesa Tonetoni. Katibu wetu wa kanda huyu hapa biashara. Anatoka Kigoma lakini sasa anakuja kuishi Dodoma huko. Sisi wengine wote Boni anajitegemea hapa. Boni anajitegemea, mimi najitegemea. Hizi safari tunajitegemea zenyewe. Marafiki watusaidie mafuta kidogo, wakati mwingi tunatumia pesa zetu. Tunaomba. Lakini andika namba hii ya Tonetoni ya taifa. 0744 44 69 69 0744 44 69 69. Ukituma pesa hiyo utaandika Chadema HQ, yani Chadema Headquarters. Hiyo namba ukishaipata mpe na mwenzako. Kwenye kundi lako la WhatsApp sema 0744 44 69 69 0744 44 69 69. Sawa? Lakini vile vile hapa leo tutapitisha karai kuomba hela. Usiondoke, usijisikie mnyonge. DJ, una makombolero? Unayo? Utapiga makombolero. Boni atakuja. Boni pita upande ule kule. Polisi na hiyo namba ichukue kwa siri. Ama kama una hela na wewe unamfinyia mtu anakupa pesa. Una shilingi 100, una shilingi 200. 1000 kwako ni ndogo lakini mkiwa watu 1000 ni laki. 2000 kwako ni ndogo lakini mkiwa watu 1000 ni laki 2. DJ tunaomba muziki, Mheshimiwa Boni Yai karibu. Twende tukatafute pesa kwa wananchi. Asanteni sana.